Yes, habari. Hapa ni Brother Kuku Farms. Nami naitwa Brother Kuku. Sasa leo tuna ugeni wa vifaranga wetu wa kienyeji bora kabisa, mbegu bora sana ya kienyeji kutoka hapa Brother Kuku Farms. Wale tunaosema tunauzaga mbegu ya kienyeji pure, usiwe na wasiwasi kabisa. Kama unavyoona quality, yes. Huyu ni Malawi pure, na hawa ni pure kienyeji. Sasa leo nataka tuongee tu ni kwa nini huwa tunawapa vifaranga. Kwa nini tunawapa vifaranga antibiotics? Kwa nini tunawatibu vifaranga wakiwa wadogo? Kawaida kifaranga anatakiwa asipewe na antibiotics. Kawaida kama ametoka kwenye uzao au kwa wazazi ambao wana afya bora, lakini pia hatching, mashine za kuhachi ziko salama, zinatunzwa vizuri, zinasafishwa vizuri kwa wakati, lakini pia mfumo wa transport kutoka kwenye shamba kukufikia wewe ukiwa salama, haina haja ya kifaranga kupewa madawa. Lakini kutokana na mfumo wetu wa usafiri wa vifaranga na kutokuwa na uhakika wa parent stock, kwa maana ya usalama wa wazazi wakati wanataga yai. Kumbuka kifaranga kina uwezo wa kuchukua magonjwa kutoka kwa mama. Kifaranga kina uwezo wa kuchukua magonjwa kutoka kwa mama, magonjwa kama salmonellosis, typhoid, ambayo huwa kifaranga kinakuwa kina dalili kama ya choo cha kualisha kinabaki nyuma. Sawa. Magonjwa kama mdondo, kifaranga kina uwezo kabisa wa kuyabeba kutoka kwa mama, na baada ya wiki tangu kimetagwa tutaanza kuona vifo ambavyo havieleweki kwenye banda. Tumefanya kila kitu, umewapa antibiotics, umewapa taa na nini, lakini vifaranga wako wanaanza kufa. Hii ni sababu ya wazazi, kinatoa kutoka kwenye yai. Kwa hiyo sasa kinaweza pia kitapata magonjwa kwa sababu ya mfumo wa hatchery, mashine zinazo hatch. Yes, kama hakuna biosecurity nzuri, kwa maana ya mwingiliano wa binadamu na mashine au room za kufanya incubation, kifaranga pia anabeba magonjwa kutoka kwenye mashine wakati ule wa kuhatch na kupakia kwenye mabox. Lakini pia wakati wa transport, tunapakia kwenye bodaboda, tunapakia kwenye mabasi, anakufikia baada ya siku 2-3. Kwa hiyo ili kuavoid all those risk kwa kifaranga wako, ndio huwa tunashauri kwamba uwapatie antibiotics. Na antibiotics nzuri ni zile ambazo zina uwezo wa kupambana na magonjwa ya tumbo kama Proram, ambazo kuna broad spectrum ambazo pia zinasaidia na magonjwa ya mfumo wa hewa kama mafua na vitu vingine. Hiyo ndio sababu kubwa tunawapa vifaranga antibiotics, kwa sababu kinga yao ya mwili inakuwa bado iko chini, hawawezi kupambana na magonjwa kwa mwili wao. Kwa hiyo tunawakinga kwa sababu ya infection ambayo inaweza kawa wamepata kutoka kwa mama wakati wa kutolewa na hata wakati wa usafirishaji. Kumbuka, kuwapa vitamin ni muhimu sana kwa siku 30 zote za uleaji, isipokuwa siku za chanjo. Vitamin inawasaidia kujenga kinga yake ya mwili kwa hiyo aweze kujipambania, lakini pia inamsaidia kuzuia magonjwa ya macho ambayo yanaweza kusababisha upofu wa kuku wako kwa baadaye. Sawa, maji safi na salama, chakula bora, chakula sahihi. Lakini pia ukitaka kuepuka vifo, pia mfumo wako wa brooding lazima uwe sahihi. Joto la kutosha, la wastani wa kuwatosha kuku wako kulingana na umri. Hiyo ni factor nyingine pia inayosababisha vifo vingi sana vya vifaranga kwenye brooder. Kama umeshatibu vizuri, umeweka dawa sahihi ambazo zinatakiwa ili kuwakinga. Sasa kama banda lako halina mfumo mzuri wa kuzuia baridi, kuku wasilaliane, kuku waweze kula vizuri, unaweza pia ukawa unapata vifo vingi sana. Karibu Brother Kuku, kununua kwetu vifaranga, tunakushauri pia namna ya kuwalea mpaka pale utakapoweza kuendelea. Yes.